Makosa ambayo mara nyingi huwa tunafanya tunapokuwa hospitalini. Kimsingi yapo makosa mengi ambayo wagonjwa huwa wanayafanya, ambayo mimi huwa nayaona wanapokuwa hospitalini kwa ajili ya kutafuta matibabu. Makosa haya yanaweza kawa chanzo kikubwa cha kusababisha ukachelewa kupona tatizo lilokuwa nalo, au ukapona lakini likaja kurudia tena kwa wakati mwingine. Sasa makosa hayo yenyewe ni yapi? Kosa la kwanza ni kutokueleza vizuri dalili ambazo unazozipitia kama mgonjwa. Unapokuwa unazungumza na daktari, jaribu kuzungumza uhalisia wa mambo ambavyo ulivyo. Umweleze dalili unazozipitia, ueleze kila kitu kuhusiana na hali uliyokuwa nayo. Usimpangie daktari nini cha yeye kufanya. Usije usiende hospitalini afu kamuuliza daktari, nataka unitibu kitu fulani, nataka unipime kitu fulani. Hapana, bali tu umpe nafasi ya yeye ajue nini cha kufanya kutokana na dalili zako unazomueleza. Kwa usimpangie nini cha kufanya, wewe tu mueleze jinsi unavyojisikia wewe. Kitu kingine cha pili ambacho mimi huwa nakiona mara nyingi ni kutokusikiliza na kutunza maelekezo ambayo daktari anakupa. Mara baada ya kwenda kuona daktari akachukua maelekezo yako kuhusiana na dalili unazozipitia, halafu baada ya hapo atakuruhusu au atakwambia uende kwa mtu wa maabara. Mtu wa maabara atakuchukulia vipimo, na baada ya kuchukulia vipimo utabidi urudi pale kuchukua majibu yako. Sasa ule ni wakati mzuri sana ambao kimsingi mgonjwa na daktari lazima awe karibu sana kwenye kusikiliza maelekezo ambayo haswa wanapeana. Hapo ni wakati ambao kumsikiza daktari vizuri na kurekodi kumbukumbu ambazo daktari anakuelekeza. Na kumbukumbu hizo unaweza kuzirekodi kwenye notebook kwa mfano, au unaweza kama ulikuwa na afya ambayo sio nzuri, hali yako ya afya ilikuwa sio nzuri kabisa, unaweza kaenda na mtu ambaye unamwamini ambaye anaweza kusaidia kurekodi au kukumbuka yale maelekezo ya daktari anakupa. Whether atakuwa ni matumizi ya dozi labda, au ni namna ya kufanya ili kuweza kutibu kuzuia tatizo hilo lisitokee tena, na kila kitu atakachokuwa anakupa kwa huo wakati. Ni vizuri kwenye kutunza au kurekodi hizo kumbukumbu. Kama utashindwa kufanya mbinu zote hizo mbili za kurekodi kutumia peni na notebook, au kama huna mtu ambaye pengine ungeweza kuongozana naye, basi tumia fair advantages za hizi teknolojia za simu zetu. Rekodi mazungumzo yenu na daktari ule wakati ambapo yeye sasa anakupa majibu yako. Lakini kama hujawahi kusubscribe ndani ya Health Program, jiunge na Health Program kwa kusubscribe ili unipe hamasa kufanya vizuri zaidi ya kutengeneza elimu zaidi kuhusiana na afya ndani hapa ya Health Program. Lakini pia kama utaipenda video hii, bora like ili niweze kufahamu. Lakini pia kama utakuwa na maoni yoyote kuhusiana na kinachoendelea hapa tunapozungumza kuhusiana na hii tatizo ama haya changamoto ambazo wagonjwa huwa wanakosea wanapokuwa hospitalini, basi unaweza comment hapo chini na nitaweza kujibu kwa haraka sana. Sasa kitu kingine cha tatu na cha mwisho ambacho nimekiona mimi ni changamoto kubwa kwa wagonjwa wengi wanapokwenda hospitalini ni ile hali ya kuuliza maswali kuhusiana na ugonjwa ambao wanaopitia. Kutokuuliza maswali, lakini pia kutokuomba na ushauri. Unatakiwa uulize maswali na uombe ushauri. Kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na jinsi matibabu yako yatakapokuwa, jaribu kuuliza maswali kuhusiana na hilo swala, au pia jaribu kuuliza maswali kuhusiana labda na itachukua muda kiasi gani pengine kwa matumizi ya dozi haya, lakini kama usha kutumia dozi hiyo na ili kufikisha wapi kutokana na changamoto uliyokuwa nayo. Mfano, inaweza kawa labda ulitumiaga tuseme dawa fulani katika ajili ya kutibu labda UTI. Umetumia ile na umekaa almost 2 mwezi mmoja au miezi miwili, UTI imerudi tena. Cha kufanya utakuwa mueleze daktari kama atakuwa amekuandikia dozi ile kwamba nishatumia dozi hii alafu ilinifikisha tu sehemu fulani, mwisho siku ugonjwa umerudi tena. Daktari anaweza akakusuggestia dozi nyingine nzuri zaidi ambayo itakusaidia kutibu tatizo lako. Lakini pia omba ushauri kuhusiana na hali unayoipitia, kuhusiana na ugonjwa uliokuwa nao. Kama kwa mfano unaweza kuomba ushauri ili nini cha kufanya pengine nisipate ugonjwa huu wa UTI tena kwa mara nyingine, au nini cha kufanya labda pengine nisipate ugonjwa huu, au kama nina ugonjwa huu nini cha kufanya ili kuwazuia familia yangu pia isiathirike na ugonjwa huu. Daktari anaweza kushauri vitu vingi sana ambavyo ni vizuri, ambavyo mimi naona mara nyingi wagonjwa wanakuwa hawazungumzi hizo hali.
Kama ni mgeni Healthy Program, unaweza kujiunga na Healthy Program na ni free kabisa kujiunga. Ubofya neno subscribe ili unipe hamasa ya kufanya mafunzo, kufanya juhudi zaidi kuhusiana na Healthy Program, kuhusiana na kutoa information hizi ndani hapa ya Healthy Program. And see you until next time, and remember to stay safe.